Karibu JTDFX. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kunicheki kwa namba ambazo zinaonekana hapo juu kwenye skrini yako, na pia nimeandaa group la WhatsApp la pamoja, utaangalia link kwenye description then ukajoin. Na leo nimekuletea video ambayo inahusu jinsi ya kuweza kutrade au kutafuta entry kwa kutumia demand zone. Tutabai kwenye demand zone. Leo nitakufundisha jinsi ya kuweza kuchambua soko la forex na kuweza kupata entry. Sasa zipo njia nyingi za kuweza kutrade forex na nilishakwisha kuweza kuzitoa hizo njia kwenye video zilizokwisha kupita kwenye hii channel ya JTDFX. Kwa sio mvivu, fuatilia hivyo vipindi, utaweza kugain kitu na ukapata kitu cha kuweza kuanzia. Kwa hapa nitatumia hii njia ya demand zone. Nitatumia njia ya demand zone kuweza kuchambua soko, na njia hizi ndizo ambazo professional trader huwa anakuwa anatumia, lakini utofauti wa professional trader na maana anakuwa ana experience ya kuweza kutouch market na pia ana psychology ya market. Kwa ndio maana ametoka kwenye beginners in advanced trader mpaka professional. Kwa vitu ni vile vile tu, ila ni wewe tu na psychology yako unaichukuliaje trading. Kwa hiyo hapa nitatrade uweza kutumia demand zone. Kwa hiyo nitachora demand zone. Sasa hapa unikiangalia kwenye hii chart yangu, hii ni live, ni euro zidi ya US dollar. Ni euro zidi ya US dollar. Sasa hapa nikiangalia hii chart yangu hapa, kama unavyoona hapa kuna hii retracement ambayo imetokea. Kuna hii retracement ambayo imetokea, ina maana soko limeshuka hapa, then lilipofika kwenye hii point hapa, then soko likafanyaje? Soko likapanda, then soko likapanda. Ina maana soko lilipofika kwenye hii point likageuka, alikuendelea chini, then soko likafanyaje? Likapanda kama unavyoona hivi. Ilipofika hapa soko then likafanyaje? Soko likapanda. Umeona? Kwa hiyo kumbe hapa ni kitu gani ambacho kimetokea? Kitu ambacho kimetokea hapa, imeonyesha hii sehemu ina bei nzuri. Ina maana hii sehemu ni sehemu ambayo ina bei nzuri. Ina maana hii sehemu ina bei nzuri. Kwa kumbe endapo kama niweke vizuri pointer, tuweke vizuri. Sasa hapa endapo kama soko likienda zeni likishuka likifika hapa, likifika kwenye hii point hapa tunatarajia kuona kuwa soko linafanyaje? Linapanda tena, linapanda. Tunatarajia tuone kuwa soko litafanyaje? Litapanda, as you see hapa. Kwa hiyo kumbe kitu ambacho kimetokea hapa, soko lilipanda kwenye hii point, as you see hapa. Kwa then litakuja follow up, then litapanda, kwa sababu soko huwa linakuwa linatembea katika waveform, haitembei katika straight line. Hata Dow sio linasema kuwa soko linatembea katika trend tatu. Kunakuwa na hii main trend, kunakuwa na hii secondary trend, alafu na primary trend na minor trend. Kwa ndivyo soko linavyotembea. Kwa kumbe matarajio yetu kwa soko litakapofika kwenye hii point, ambapo hapa point hii hapa, ina maana bei ilikuwa ni nzuri, then kuwa bei ilikuwa nzuri hapa. Kwa kumbe hata kwa baadaye watu wanaweza kutumia hii bei kama reference na kuweza ku place order, kuweza kubuy. Kwa hiyo
nitachora demand. Hapa nimekuonyesha tu illustration jinsi gani demand zone inavyokuwa inafanya kazi. Kwa hiyo ngoja nizitoe hizi line na niweze kuiandaa hii setup kuweza kuchora hii demand zone. Na hii nimeichora kwenye time frame ya 1 day. Nimechagua kufanya uchambuzi kwenye 1 day. Umeona? Kwa hiyo hapa nitachora demand zone. Nachora demand zone baada ya soko kushuka hapa zendi kapan. Kwa nitachora demand zone kuweza kuizunguka hii candlestick, hii bearish candlestick hii hapa. Nitaizunguka hii hapa, then nitachora box hapa. Kwa hiyo nije upande huu hapa, then nichague hii rectangle, then na kuja kuanza kuichora hii demand kama unavyoona hapa. Nachora hii box na izunguka hii candlestick ya nyuma kama unavyoona. Nachora na izunguka hii candlestick ya nyuma. Kwa hapa kumbuka naandaa setup. Umeona? Naandaa setup. Okay, hapo nimeandaa hii setup yangu ambayo umeiona. Nimechora hii demand zone. Kwa hiyo matarajio yangu ngoja ni name basi. Penda kazi yako au vipi? Name hii ninaita ni demand zone. Hii ninaita ni demand zone. Hii ninaita nataka ni name hapa. Yes. Kwa hii naiita kuwa ni demand, naita kuwa ni demand zone. Hii nimesema naita kuwa ni demand. Hii naita kuwa ni demand. Naita kuwa ni demand zone. Kwa hii naita kuwa ni demand zone. Kwa hapa nimeweza kuichora hii demand zone. Kwa hapa ninasubiri endapo kama bei itaenda then ikiingia kwenye box. Ikiingia kwenye box then nita place order ya kubuy. Kwa hivi ndivyo jinsi ya kuweza kutrade kwa kutumia hii demand zone. Lakini hapa wewe utakuwa ni beginner. Kwa akili hizi wewe unakuwa bado ni beginner. Kwa hiyo ngoja nikuonyeshe sasa professional jinsi anavyoweza kuitumia hii demand zone. Baada ya kufanya uchambuzi kwenye hii time frame ya 1 day, then ninarudi kwenye time frame. Ninarudi kwenye time frame nyingine. Kuja nirudi kwenye time frame nyingine. Ninarudi kwenye time frame ya 4 hour. Hapa ninarudi kwenye time frame ya 4 hour. Hii nimechora kwenye 1 day. Narudi kwenye time frame ya 4 hour. Okay. Kwa hiyo nikija kwenye hii time frame ya 4 hour kama unavyoona, utaona hapa. Okay, ngoja ni minimize hii chart ili ionekane vizuri. Kwa hiyo nikirudi kwenye hii time frame katika hii time frame ya 4 hour kama unavyoona, umeona jinsi gani chart inavyoonekana. Alafu na hii zone umeiona jinsi ilivyokuwa. Umeona hii zone jinsi ilivyokuwa hivyo, imekuwa kubwa. Umeona hii zone imekuwa kubwa kama unavyoona hapo. Imekuwa ni kubwa kweli. Kwa hiyo hapa baada ya kuchora hii demand zone kwenye time frame ya 1 day, unarudi kwenye time frame hii ya 4 hour. Unakuja kwenye hii time frame ya 4 hour, then unaisqueeze hii zone. Ina maana hapa nikiangalia hii zone ime-include
imeinclude hii area. Kwa hiyo hapa imetokea pullback hapa, hii hapa pullback pap, then ilipofika hapa then ikapanda. Kwa hiyo nina squeeze. Lengo ku squeeze ni kuweza kuiminimize, na kuweza kumechisha hizi zone. Kwa hiyo as you see hapa kama unavyoona hapa. Okay, then ngoja ni enlarge kidogo upate kuona. Ngoja ni enlarge kidogo ili upate kuona jinsi gani ambavyo nina squeeze. Kwa hiyo nimerudi kwenye hii time frame ya 4 hour kutoka kwenye 1 day, then nina squeeze as you see hapa. Nimetumia data hii hapa, candlestick hii hapa ya bullish ya baada ya hii hapa ya hii bullish movement hii zenye hapa likapanda. Kwa hiyo nimetumia hii candlestick ya nyuma nifuatilie sheria. Okay, as you see hapo, as you see. Kwa hiyo hii ni demand zone kama unavyoona, na ipo kwenye time frame ya 4 hour kama unavyoona as you see hapa. Kwa hiyo hapa expectation yangu, matarajio yangu hapa, sawa, matarajio yangu hapa, soko likija kugusa hii demand zone hapa, soko likigusa hii demand zone, nitaweza kuplace order ya kubai, counter place order ya kubai endapo soko likija kuweza kugusa. Sasa haitoshi, hii haitoshi, narudi tena kwenye time frame ya 1 hour, na nitaenda ku squeeze kwenye 1 hour. Narudi tena kwenye 1 hour, naenda ku squeeze. Kwa hiyo nakuja hapa tena, then narudi kwenye nakuja kwenye 1 hour. Kwa hiyo nikija kwenye 1 hour utaona, then narudi kwenye 1 hour, narudi kwenye 1 hour, narudi kwenye 1 hour. Okay, sasa nikija kwenye hii 1 hour utaona zone ipo namna hii kama unavyoona. Sasa kama hapa ipo namna hii ambayo unaona, bado tena nitaisqueeze ili iweze kuinea, ili nitaisqueeze hapa. Si umeona hapa ilipofika hapo zeni ikapanda hapa. Kwa mimi bado hapa nataka niweze kuisqueeze, nitaisqueeze. Sawa, as you see squeeze hapa. Kwa hapa nime squeeze hii demand zone yangu kama unavyoona. Kama unavyoona, ngoja nidogeshe ifanye iweze kuwa ndogo, as you see hapa kwenye 1 hour ni kitu gani ambacho kipo hiki. Kwa hiyo kumbe matarajio yetu hapa, soko likienda ikirudi zeni na hii trend, kwa hapa soko likienda
Kwa hiyo kumbe soko hapa likishuka likipanda, likishuka likipanda, likishuka likipanda. Kwa hiyo zeni likija likishukia kwenye hii level, sawa, ndipo ambapo tuta place order ya kuweza kubuy, lakini hatuta place order kubuy kwenye time frame ya 1 hour. Kwa hiyo zeni bado tutashuka kwenye time frame ndogo zaidi. Tutashuka kwenye time frame ya dakika 15. Kwa hiyo tutashuka kwenye time frame ya dakika 15. Tutashuka kwenye time frame ya dakika 15. Okay. Ngoja nibaguishe. Tutashuka kwenye time frame ya dakika 15. Okay. Kwa hii ni time frame ya dakika 15 kama unavyoiona. Hii ni time frame ya dakika 15 kama unavyoona hapa. Hii ni time frame ya dakika 15. Hii ni time frame ya dakika 15. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, nimeweza kuichora hii demand. Kama unavyoona hapa, nimeweza kuichora hii demand hii hapa inaonekana kwa chini hapa. Kwa kumbe soko likienda hapa soko likienda zen likija likiingia kwenye hii zone, okay, as you see hapa, kwa hapa kama unavyoona hapa. Kwa hiyo kumbe mimi matarajio yangu ni kusubiri soko lije liingie kwenye hii zone. Kwa hiyo matarajio yangu mimi ni kusubiri hapa soko lije, liingie kwenye hii zone kama unavyoiona. Kwa kama soko likija likiingia kwenye hii zone hapa, likiingia kwenye hii zone kama unavyoona hapa, soko likija likiingia kwenye hii zone as you see hapa, maana soko likiingia kwenye zone mimi nita press order ya kuweza kubuy. Kwa hiyo soko likiingia kwenye zone mimi nita place order ya kubuy. Kumbuka uchambuzi wa soko tumeufanya kwenye time frame ya 1 day. Tulianzia 1 day tukafika 4 hour, tukafika 1 hour. Hizi entry tutaitafutia huku kwenye time frame ya dakika 15. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo tuta place order, ya kubuy. Hapa ndipo tutakapoweza ku place order ya kubuy.
place order ya kubai. Okay. Kwa kumbe hapa ndipo ambapo tuta place order ya kubai kwenye item frame document. Kumbuka tunafanya uchambuzi kwenye kwenye 1 day, then tutakuja ku place order hapa, na hiki kitu nitakuonyesha matokeo yake. Nitatengeneza na tutorial, then nitakuonyesha matokeo yake. Hii ni habari njema kwa wale wote ambao wanahitaji kuweza kujua forex au kujifunza forex. Kwa sasa nimeanza kutoa mafunzo ya forex kwa gharama nafuu kabisa. Kwa mawasiliano unaweza ukanitafuta kwa namba ambazo zinaonekana hapa kwenye skrini yako. Kwa hiyo unaweza ukanipigia simu au ukanitafuta WhatsApp au ukanitumia ujumbe. Ukinitafuta nitakupa utaratibu wa jinsi ya kuweza kuanza mafunzo. Gharama ni nafuu zaidi. Wekeza muda wako katika kuweza kujifunza trading. Ukijua forex trading utaweza kufanya trading ya financial markets yoyote pale. Kwa hiyo wekeza muda katika kuweza kufanya trading. Usikimbilie kuweza kudeposit na kutaka kuweza kutengeneza mamilioni ya pesa. Ndio unaweza ukaotea, lakini utakuwa ni loser kwa siku zijazo. Kwa hiyo wekeza muda wako kwanza kwenye kujifunza.